utafiti unadhihirisha kuwa bado hakuna idadi kamili ya jumla ya dini zinazopatikana katika sayari dunia, lakini inatuonyesha kuwa dini zilizopo duniani mpaka sasa ambazo zimeweza kufanyiwa hesabu ni kuanzia 4,000 mpaka 10,000, na hiyo ni jumla ya dini zilizo rasmi na dini zisizo rasmi, zilizosajiliwa na dini ambazo hazijasajiliwa bado. Na hiyo ni kutokana na kwamba kukua kwa sayansi na teknolojia imepelekea dini kuendelea kuundwa siku baada ya siku. Kwa hiyo unaweza ukasema leo kuna dini 10, kesho ikawa imeibuka nyingine, alafu mtu ambaye anapata taarifa ya leo ni kesho kutwa. Kwa hiyo kidogo imekuwa inaita changamoto, hata wameweka makadirio. Lakini miongoni mwa sababu nyingine ni kwamba dini nyingine zipo katika makabila mbalimbali, katika maeneo ambayo ya upweke, huko maeneo yaliyojificha vijijini, katika makabila. Kwa hiyo wameshindwa kuyafikia yote, lakini imeonekana katika kila kabila kuna dini zake. Wengine wana dini zaidi hata ya 2. Kwa hiyo sasa unaweza kujua eneo fulani kuna kabila 1, 2, 3, lakini wana dini zaidi ya 2. Na kwa kuwa hawajawafikia wote, basi imekosekana idadi kamili. Sasa lakini dini ambazo ziko fomo, ambazo zimeonekana kuwa rasmi ni dini 12. Lakini katika dini hizi 12 ndani yake zinapatikana dini 5 ambazo zimeonekana kuwa zina waumini wengi kuliko madhehebu, kuliko dini nyingine duniani. Na dini ya kwanza kati ya hizi 5 ni dini ya Ukristo. Ukristo umeonekana kuwa wao ndio wana waumini wengi. Sasa hapa nazungumzia jumla ya madhehebu yote ambao wanasema wanamfuata Kristo. Jumla yao imewapa wao kupata ukwanza kwa idadi kubwa duniani, wakifuatiwa na dini ya Kiislamu. Wao pia wameonekana kuwa na waumini wengi kulingana na madhehebu yao ambao wako nayo. Na dini ya tatu ni dini ya Kihindu. Wao wana madhehebu tofauti tofauti katika ukanda wao ule, na ambao wanaamini katika imani ya Kihindu. Sasa kwa ujumla imewapelekea kuwa namba 3. Na namba 4 ni wa Buddha. Namba 5 ni dini ya Kiyahudi. Sasa kuna watu wanadhani kwamba Wayahudi ni Wakristo. Sasa mpaka kupelekea Wayahudi kuwekwa katika kundi lao peke yao, wao dini ya Kiyahudi ni tofauti kabisa na Ukristo, kwa sababu Ukristo tukienda mbele na ukiangalia kwa kina utagundua kwamba Wakristo walitokea kwenye Uyahudi baada ya baadhi ya Wayahudi kumkataa Kristo. Sasa hebu tusonge mbele kidogo, utanielewa vizuri. Kati ya dini hizi 5 na nyingine zote ambazo zinapatikana duniani, dini kubwa na ambazo zinaonekana kuwa mama wa dini zote ni dini 2. Dini ya Ukristo na dini ya Kiislamu. Wao wakiwa na kwa takwimu yao inaonekana ndio wameanzia bilioni 2.4 na kuendelea, na Waislamu wakichukua wenyewe bilioni 2 na kuendelea hapa. Dini kubwa ya kwanza au dini mama ya kwanza ni dini ya Ukristo kutokana na wingi wao, na dini ya pili imeonekana na Uislamu. Kwa nini dini hizi 2 na sio Ukristo labda na Ubudha au Uislamu pamoja na Uyahudi? Ni kwa sababu hizi hapa tu chache ambazo zinaweza kutusaidia katika kile ambacho tunaenda kujifunza katika somo hili la leo. Hawa Wakristo wamehusianishwa kwa namna moja au nyingine, wamefananishwa na Wayahudi. Kwa hiyo kundi hili la Wayahudi limechukuliwa na kuwekwa pamoja na Wakristo kwa sababu wana vitu vingi vinavyofanana. Lakini Wahindu pamoja na Wabudha wao wamechukuliwa na kujumlishwa kwa pamoja, wameingizwa ndani ya Uislamu na kuonekana dini mama ni Ukristo pamoja na Uislamu. Na ukifuatilia sana utakuja kugundua Uhindu unaonekana ulichipuka kutoka kwa Waislamu. Ingawaje Uislamu unaonekana kuanza miaka ya 621 22 hapo baada ya Kristo. Na Ukristo ulianza mwaka 31 AD baada ya Yesu Kristo na kupaa na kurudi zake mbinguni. Ukiacha dini hizi mama 2, zipo nguvu kubwa 2 au wapo wawili ambao wamekuwa wakidai kuabudiwa. Ukisoma vitabu vyote kutokana na dini ambazo zinapatikana ulimwenguni, inaonekana wapo wawili ambao wanahitaji kuabudiwa. Yupo Mungu anahitaji kuabudiwa, yupo shetani anahitaji kuabudiwa. Lakini Mungu ndiye ambaye anatupatia dini ya kweli. Kutokana na idadi kubwa ya watu wamethibitisha hiyo kama Mungu ndiye kweli, ama yeye ndiye ambaye yeye ukimfuata dini yake ndiyo ya kweli na mwisho wake yako mema. Na dini ya pili na wa pili ambaye anahitaji kuabudiwa ni shetani. Shetani yeye ni mwanzilishi au mzalishaji wa dini zote za uongo. Kwa jumla ya dini zote, hata kama zipo 10,000, hata kama zikiwa 100,000, zipo zinatokea katika makundi haya mawili, yani kundi la ukweli na uongo.
kundi la dini ya Mungu na dini ya shetani. Na Mungu huwa anatumia muhuri wake, huwa anatumia namba yake namba 7, ikiwa kuonyesha kwamba hiyo ni namba yake au muhuri wa utawala wake. Lakini shetani yeye huwa anatumia namba 6, ikiwa kama ni muhuri wa utawala wake. Sasa masomo haya ya kufafanua vizuri hizo namba na hiyo muhuri wa Mungu na muhuri wa shetani yako mbele kidogo katika masuala ya unabii tukishafikia, na kulingana na masuala ambayo tutaendelea kupokea, basi pengine tusomo linalofuata hapo mbele kidogo likawa nafafanua vizuri, na tutaifikia hii 666, tutafikia pia hata 777 ambayo namba ya Mungu na namba ya shetani. Sasa swali ambalo tuko nalo leo ambalo limepelekea kuanza kuangalia hizi takwimu ni kwamba mtu mmoja anauliza, anatamani kufahamu, je, shetani ni nani? Kwa sababu wapo ambao wanasema shetani ni malaika kulingana na kitabu cha Ezekiel 28 mstari wa 12 mpaka wa 15. Lakini wapo ambao wanasema shetani alikuwa jini ambaye anaishi mbinguni. Hiyo ni kulingana na huyu ni jini ambaye alikuwa anaishi mbinguni, na kutokana alijiona bora kuliko Adam, aliasi akafukuzwa. Na hiyo inapatikana katika kitabu cha Quran 7:11 hadi 12. Lakini ukisoma Quran 18:50 inasema yeye ni miongoni mwa majini. Inamtambulisha shetani kuonyesha kama ni miongoni mwa majini. Sasa kati ya hizi mbili, kati ya mitazamo hii miwili mikubwa kulingana na imani zetu kubwa hizi mbili duniani, kati ya Ukristo na Uislamu, wao kuna ambao Wakristo wanaamini kwamba shetani ni malaika aliasi kutoka mbinguni, alifukuzwa. Na Waislamu wao wanaamini kwamba shetani alikuwa jini, ila alikuwa anaishi mbinguni, alijiona bora kuliko Adam, kiburi kikampelekea kufukuzwa mbinguni. Lakini pia wapo ambao wanasema shetani ndio Mungu huyo huyo. Yaani Mungu kuna muda anabadilika na kuwa shetani, ama shetani kuna muda anabadilika na kuwa Mungu. Sasa kuna falsafa ndani yake hapo. Sasa ukweli ni upi? Je, shetani ndio Mungu huyo huyo au shetani ni kiumbe mwingine kinyume na Mungu? Na kwa nini wawili hawa wanahitaji kuabudiwa? Yupi yaabudiwe? Mkweli ni upi na mbaya ni upi? Kwa sababu inaonekana wazi kuwa siku zote shetani analeta mabaya na Mungu analeta mambo mema kwa wanadamu. Hivyo inatupasa kuweza kuwa na muda kidogo kuweza kutafakari na kuchunguza maandiko, tuone kwamba ukweli ni upi. Je, shetani ni malaika ama shetani alikuwa jini, ama ni jini aliyeasi mbinguni? Hilo ni miongoni mwa swali muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo tutakuwa na muda kidogo kuangalia asili ya shetani ni ipi. Na tukishatambua hili, masomo yanayokuja mbele itatusaidia sisi kuendelea kuunganisha au kupata muunganiko wa historia, masomo ambayo Mungu anahitaji sisi tuweze kuyafahamu kwa kipindi hichi ambacho taruhusu tuweze kuyafahamu. Kwa hiyo kama ni mgeni katika channel hii, nikombe uweze kusubscribe. Ukiweza kusubscribe basi comment, lakini unaweza kushare na watu wengine. Masomo haya tunaendelea kujifunza. Kwa nini uweze kusubscribe? Kwa sababu tutakapo upload somo lingine, hasa katika siku za Jumanne, Jumatano kwa kadri ya neema ya Mungu, pamoja na Ijumaa kuanzia majira ya saa 1 jioni, labda itokee changamoto fulani, lakini katika nyakati hizo tunategemea kuwa tunatuma masomo ya mara kwa mara ambayo yatakuwa yanahusu afya, lakini pia mambo ya kiroho zaidi. Kwa hiyo subscribe our channel, kisha tunazidi kuendelea kusonga mbele. Basi kama umesha subscribe, wacha turejee katika swali letu ambalo linatutaka kuangalia asili ya shetani. Yaani shetani ni nani? Asili yake ni ipi? Yeye ni jini aliyeasi ama ni malaika aliyeasi? Tumeangalia kulingana na mitazamo ya dini kubwa mbili duniani. Waislamu wanasema ni asili yake kuwa ni jini, lakini pia Wakristo wanasema asili yake ni malaika aliyeasi. Sasa hebu tuangalie basi majibu, na tutatumia Biblia kuweza kupata majibu, kwa sababu tukisoma Qur'an 10 Al-Yunus na aya ile ya 94 inaturuhusu kutumia kitabu ama Taurati pamoja na Injili kwa ajili ya kupata majibu. Sasa tutasoma moja kwa moja katika sura ya 28 ambayo itaturahisishia kupata majibu ya swali letu, na ndani ya sura hii tutapata na vitu vingine na kuvifahamu zaidi, ingawaje zipo sura nyingine ambazo zinaelezea kuwa shetani alikuwa nani, kazi yake ni ipi na ilikuwaje mpaka sasa na nini kinachoendelea. Nitasoma kitabu cha Ezekiel sura ya 28, nitaanzia mstari wa 12 mpaka mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, mwanadamu umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie Bwana Mungu asema hivi,
wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Ulikuwa ndani ya Aden, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti manjano na almasi na zamarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Sasa hapa inamzungumzia Lucifer ama Shetani. Yaani Mungu alipomuumba baada ya kuumbwa kwake, kwamba Lucifer, ukianza kuanzia mstari wa kwanza itakuonyesha kwamba Lucifer ama Shetani aliumbwa na Mungu, na tangu kuumbwa kwake ndani yake alitengenezwa na vitu mbalimbali, alitengenezwa na vitu mbalimbali vya thamani. Madini hayo nimeyataja hapo, ikiwemo dhahabu, zabarajadi, yakuti samawi, almasi na mengine ambayo nimeyataja. Kama Biblia inavyosema, hayo yote aliumbwa nayo yeye, ndani yake vilikuwepo hivyo vitu. Lakini pia kulikuwa hata na filimbi, na ndio maana ukienda mbali unaposoma habari za uumbaji wa Shetani, utagundua Shetani alikuwa na uwezo wa kuimba sauti 12 kwa mara moja. Sasa tuendelee mstari wa 14. Mstari wa 14 unasema, wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Yaani Shetani alikuwa na uwezo wa kutembea hata katika mawe ya moto. Alikuwa na uwezo mkubwa sana. Yaani kwa lugha nyingine alipendelewa kuliko wengine. Mstari wa 15. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Yaani Shetani katika asili ya kuumbwa kwake alikuwa mkamilifu tangu mwanzo, mpaka pale ambapo uovu umeanza kuonekana ndani yake, ndipo ambapo Shetani akaharibika. Sasa yaani ukamilifu ukaondoka. Sasa hapo tumeweza kuona asili ya kwanza ya Shetani ni ipi. Shetani alikuwa ni kerubi. Biblia inatuambia Shetani alikuwa ni kerubi. Kerubi ni nani? Kerubi ni miongoni mwa malaika, ndani ya makundi ya malaika. Kuna makundi mangapi ya malaika? Kuna makundi makubwa matatu ya malaika. Kundi la kwanza ni kundi la makerubi, malaika wanaoitwa makerubi. Yaani Mungu katika zamani zake alipoanza kufanya uumbaji, alimuumba kwanza malaika ili aweze kuwa mtumishi wake au kuwa watumishi katika ufalme wake. Baadaye ndo alikuja kuwaumba wanadamu ili nao waweze kumtumikia katika zamu yao. Kwa hiyo hata ukisoma katika Zaburi inatuonyesha kuwa ukisoma Zaburi 8 nadhani mstari wa 5 inatuonyesha kuwa malaika wana uwezo mkubwa na nguvu kuliko wanadamu. Yaani kati ya binadamu malaika wako juu zaidi kwa uwezo na akili kwa ujumla yake. Sasa kerubi ni miongoni mwa malaika ambao Mungu aliwaumba waweze kutumika katika ufalme wake. Na wao muonekano wao wana mabawa manne. Wana sura 4. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 24, lakini pia Ezekiel sura ya 10 ukisoma yote utapata taarifa pale ya kuwa nabii wa Mungu aliweza kumuona malaika huyu akiwa na sura 4, akiwa na mabawa manne na sifa nyingine pale ziliweza kutajwa. Kwa hiyo huyo ni kerubi. Pia utasoma kitabu cha Kutoka 25 mstari wa 18 mpaka mstari wa 22 kwa taarifa zaidi kuhusiana na kerubi. Lakini kazi yao kubwa ilikuwa ni kufanya ulinzi. Kwa hiyo Lucifer ama Shetani alikuwa ni malaika mlinzi katika vikosi vya ulinzi, ila yeye alipendelewa kuwa juu zaidi kuliko wengine. Tunavyoendelea hapo utapata mengine zaidi kumfahamu huyu kiumbe Lucifer ambaye tunaendelea kujifunza namna ambavyo Mungu alivyomuumba na asili yake ipoje. Lakini kundi la pili linaitwa ni kundi la Seraphins au maserafi kwa Kiswahili. Hawa maserafi kazi yao kubwa mbinguni ni kuabudu. Unajua kuna watu wanadhani kwamba tukienda mbinguni kwa neema ya Mungu kule itakuwa ni kusifu tu na kuabudu. Lakini sio kweli. Na kuna wengine wanachukia kwenda mbinguni kwa sababu tu wanajua ukifika mbinguni ni kuimba tu. Hapana. Mungu ametenga, kuna kundi la malaika maalum ambao kazi yao wenyewe ni kusifu na kuabudu, na hao wanaitwa maserafi. Sasa kusifu na kuabudu kwa viumbe wake wengine ni sehemu ya maisha ya utumishi na kumfurahia Mungu kutokana na ukuu wake, lakini maalum kwa ajili ya kusifu na kuabudu wanaitwa maserafi.
Maserafi wenyewe wana mabawa 6. Unajua mimi mwanzo nilikuwa nadhani Shetani alivyoumbwa alikuwa na mabawa 6, kwa sababu nilikuwa nikiangalia nikitengeneza mental picture yangu naona kwamba mwenye mabawa mengi ndio mwenye nguvu, lakini sio kweli. Yani Mungu utendaji kazi wake kidogo ni tofauti na vile ambavyo sisi tunaweza kufikiria. So Seraphim au maserafi wana mabawa 6, kazi yao ni kuabudu. Utasoma kwa muda wako zaidi sura ya 6 kitabu cha Isaya mstari wa 2 mpaka mstari wa 5. Kuna taarifa zinazowaelezea hawa, lakini kundi la 3 la malaika wanaitwa ni malaika wa kawaida. Hawa wenyewe kwa lugha nyingine unaweza kusema malaika watumishi. Kazi yao nini? Wanatumika katika kazi mbalimbali, lakini wao wana mabawa mawili. Na kwa kuwa na mabawa mawili haimaanishi kuwa ni dhaifu. Hili ni jambo ambalo tunapaswa kulizingatia tunapoendelea mbele, kwa sababu tutakapoingia pia kwenye masomo ya unabii huko, kuna vitu ambavyo tutaendelea kurifaa katika masomo haya ya nyuma ili kuendeleza kupata elimu kutoka katika chanzo cha maarifa ya mambo haya ya kiroho. Sasa katika kundi hili la malaika wa kawaida ndani kuna vikosi mbalimbali ambavyo wanashughulikia intelijensia kule za mbinguni, ambao kuna kazi za utumishi mbalimbali ambazo wanazifanya. Kuna malaika wakuu, kuna malaika katika namna moja au nyingine, hadi wakina Mikaeli utakuja kushangaa wanatokea humu. Sasa kama unahitaji tupate somo hili vizuri, comment yako hapo, ukiandika malaika au ukinitumia WhatsApp kwenye inbox, basi tutaendelea kuliandaa na tutapata muda mrefu zaidi wa kupata somo kuhusiana na malaika wakina nani kwa undani kidogo, ili kuweza kujua. Sasa kwa hiyo huyo ni Shetani, asili yake ya kwanza ni malaika. Hiyo ndio asili kuu ambayo imetawala. Ameumbwaje? Ameumbwa kwa kutumia madini mbalimbali yenye thamani, yakuti, samawi, dhahabu, almasi na mengine, ikiwemo kina zumaridi na mengine. Lakini kazi yake kubwa nini mbinguni? Ilikuwa kazi ya makerubi ni ulinzi. Kwa hiyo ilikuwa ni miongoni mwa malaika ambao anatokea katika vikosi vya ulinzi. Hiyo ni Biblia inatusaidia kufahamu hayo. Aliasi ndipo akafukuzwa kutoka mbinguni. Ilikuwaje basi? Wacha tuongeze kidogo hatua, tusome nukuu moja kutoka katika kitabu cha Ellen G. White The Sign of Times, ambayo iliandikwa Aprili 14 na mwaka 1898. Hapa utasoma katika hichi kitabu ukurasa wa 27 kwa taarifa zaidi, lakini kama una kitabu kinaitwa The Truth About Angels sura ya 3 inaelezea vizuri hizi taarifa za kuumbwa kwake Shetani na mengine zaidi utaweza kuyapata huko. Basi wacha tusome nukuu hiyo na tuweze kujua mengine kuhusiana na Shetani. Sasa ninasoma nikirifaa katika sura hii ya 3 ya kitabu cha Ukweli Kuhusu Malaika. Nasoma kipengele kinachosema Creation of the Angels. Sasa nitakuwa nasoma siri ili wengine waweze kuweza kuelewa nini ambacho kinamaanishwa kwa wale ambao hawaifahamu vizuri lugha ya Kiingereza. Nabii wa Mungu alisema kwamba before the creation of man, angels were in existence. Yani kabla ya kuumbwa kwa mwanadamu, malaika walikuwepo. Sasa hapa tunaangalia kwa undani kidogo, malaika walianza kuwepo tangu lini. Tunaambiwa kwamba kabla ya kuumbwa mwanadamu, yani kabla ya kuumbwa sayari dunia na mwanadamu katika zile siku 6 za kwanza, malaika tayari walikuwepo. Ananukuu, anasema hivi, anasema for when the fountains of the earth were laid, yani tangu kuwekwa misingi ya dunia tayari malaika walikuwepo. Anaendelea kwa kunukuu kitabu cha Ayubu sura ya 38 mstari wa 7. The morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. Utasoma kwenye kitabu cha Kiswahili, Biblia ya Kiswahili, tafsiri yake ni kwamba nyota za asubuhi kwa pamoja waliimba ama walimtukuza Mungu baada ya kuumbwa mwanadamu. Yaani siku ile ambayo mwanadamu anamaliza kufanyiwa uumbaji, malaika kwa sababu walikuwa wameshaumbwa, walimtukuza Mungu kutokana na ukuu wake na uwezo wake na kile ambacho kimezilika kwa wakati ule. After the fall of man, angels were sent to guard the tree of life, and this before a human being had died. Angels are in nature superior to men, for the psalmist says that man was made a little lower than the angel. Yani tangu wakati ule, hata wakati ule ambapo Adamu na Hawa wameenda kinyume na mapenzi ya Mungu,
kwa kula matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya pale bustani ya Eden, ambapo Mungu alikuwa amewakataza, kama tulivyosema katika video zilizopita hapo nyuma, kwamba malaika walitumwa kwenda kuulinda ule mti wa ujuzi wa mema na ule mti wa uzima wasiweze kula. Kwa malaika ndio ambao walitumwa. Kwa hiyo inatudhihirishia kwamba malaika walikuwepo kabla ya mwanadamu, na malaika walikuwa na uwezo kuliko mwanadamu, na ndio maana walivyowekwa kuweza kulinda mti, mwanadamu hakuweza kufika pale. Kwa nini? Kwa sababu wangeenda pale, kwanza malaika alikuwa na upanga, kwa lugha nyingine wangechezea kichapo, wasingeweza kuwashinda kwa sababu malaika wana nguvu kuliko wao. Hiyo utaisoma zaidi katika kitabu cha The Great Controversy ukurasa wa 511 au Pambano Kuu kwa lugha ya Kiswahili. Haya, tuendelee kidogo hapa, tusome aya na paragraph nyingine kuweza kupata taarifa zaidi kuhusiana na huyu shetani. When the Lord created these angelic beings to stand before his throne, they were beautiful and glorious. Yani, wakati Mungu ameweza kuwaumba hawa viumbe, hawa malaika walikuwa wana uzuri na walikuwa na utukufu pia. Kwa hiyo aliomba hivyo waweze kutumika mbele ya kiti chake cha enzi. Anaendelea anasema, their loneliness and holiness were equal to their exalted station. They were enriched by the wisdom of God and girded with the panoply of heaven. Kwa lugha nyingine rahisi ni kwamba hawa katika uumbaji wake Mungu aliofanya kwa malaika walikuwa wazuri, lakini pia walikuwa na akili kubwa yenye uwezo. Lakini ukienda zaidi na kuonyesha kwamba walikuwa hata kukaribiana naye Mungu kutokana na ule uwezo wao, ila bado walikuwa wamfikii Mungu. Hiyo amenukuu kwenye kitabu The Signs of Time Aprili 14 na mwaka 1898. Sasa kwenye kipengele kingine tusogee kidogo kinachosema creation of Lucifer, yani kuumbwa kwa Lucifer. Kabla sijasoma hii nukuu, nikwambie kwamba neno Lucifer ni baada ya tafsiri ya Biblia kutoka katika lugha ya Kiebrania kile cha zamani, ambayo aliandikwa au aliwasilishwa kwa jina la Helen. Helen maana yake ni mleta nuru. Baada ya kutafsiriwa sasa kwenda kwenye Biblia nyingine, kipindi lugha sasa zinazidi kukua na uandishi wa Biblia, Mungu alivyokuwa anazidi kutanua usambazaji wa neno, kwa hiyo jina likabadilika. Yule ambaye alitafsiri neno Helen kutoka kwenye Kiebrania alitumia neno Lucifer. Kwa hiyo King James Version ilivyokuwa inaandikwa baadaye waliendelea kutumia neno Lucifer. Maana yake nini Lucifer? Ukienda mbali, hii mleta nuru au morning star kwa lugha nyingine, nyota ya asubuhi. Kwa hiyo ukisoma Biblia ya Kiswahili ukikuta sehemu imeandikwa nyota ya asubuhi au kwenye Kiingereza morning star au ukutana neno Lucifer, zinamrifaa huyu shetani. Lakini ndio jina lake la kwanza Lucifer. Hapo ni kabla ya uasi. Baada ya uasi ndipo akaitwa shetani, kwa sababu tafsiri ya shetani tu ni rahisi kwamba ni muasi au mpinzani au mpingaji. Sasa nasoma katika kipengele cha creation of Lucifer. God made him, Lucifer, good and beautiful, as near as possible like himself. Yani huyu ndio haswa malaika ambaye aliundwa katika uzuri na kuvutia, as near as possible like himself. Yani sini tumelugha gani kukuelezea, lakini katika namna moja au nyingine alimkaribia Mungu, yani alikaribia kufanana na Mungu. Anaendelea anasema, God had made him noble, had given him rich endowments. He gave him a high responsible position. Kumbuka hapo nyuma nilikwambia aliundwa na madini mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana unasikia hili neno noble. Yani alikuwa kana kwamba ana utajiri fulani hivi. Alikuwa na superior fulani, alikuwa ni anakujigamba fulani ndani yake. Yani alikuwa na sifa za tofauti na wengine. Lakini alipewa responsibility, alipewa nafasi ya kuwa na upekee katika kutumika. He asked of him nothing that was unreasonable. Yani hakuna kitu chochote ambacho kimepungukiwa kwake. Kumbuka alikuwa mkamilifu kama Ezekiel 13:14 inavyosema. Kwa hakuna kitu ambacho kilikuwa kimepungua ndani yake. He was to administer the trust given him of God in a spirit of meekness and devotion, seeking to promote the glory of God. Hayo yote Mungu aliyoyatenda au katika kumuumba huyu Lucifer
ilikuwa ni kwa ajili tu ya kumtaka azidi kutumika kwake, na hata Mungu kwa lugha nyingine tu ya kibinadamu alikuwa kimuona, anaona utukufu wake, kwa alikuwa anataka kuendelea kutumika pamoja na wengine, lakini yeye zaidi kuliko wengine, kutokana kwamba alikuwa amependelewa. Ndio ile lugha anasema mwenye vingi atatoa vingi, mwenye kidogo atatoa kulingana na kidogo alichokuwa nacho. Sasa huyu kwa kuwa alikuwa vingi, amepewa vingi, kwa alipaswa kutumika sana. That's why unaona alikuwa ana uwezo wa kuimba nyimbo 12 nyimbo kwa sauti 12 kwa mara moja. Alikuwa anazitoaje? Mimi bado sifahamu. Kama unafahamu basi unaweza ukaniambia. Lakini kama wote tufahamu, tukifika mbinguni kwa neema ya Bwana pengine tukakumbuka ile swali, tukamuuliza Mungu, Lucifer alikuwa anaimbaje, na tukayajua yote huko. Sasa tuendelee kumalizia hapa hii paragraph. Anasema kipengele kingine ambacho kinaweza kutusaidia, yes, ukurasa wa 24 ukisoma kitabu kinaitwa hichi kitabu kinachoitwa The Truth About Angels, ukweli kuhusu malaika. Lucifer's high position, nafasi kubwa, nafasi ya Lucifer kule mbinguni. Sasa kumbe shetani alivyokuwa ameumbwa na haya yote kama nilivyokuambia, lakini pia alikuwa na position ya peke yake. Hebu tusome hapa alafu tuweze kujifunza zaidi. Anasema Lucifer in heaven before his rebellion was a high and exalted angel next in honor to God's dear son. Yani kabla ya kufanya uasi, huyu Lucifer alikuwa katika nafasi kubwa kule mbinguni, na alikuwa na nafasi kubwa kiasi kwamba alitukuzwa, hata yeye alikuwa kidogo kukaribiana na huyu mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Kwa nafasi ya shetani kwa lugha nyingine rahisi ni kwamba alikuwa akitoka Yesu ambaye anafahamika pia kwa jina la mwana wa Mungu, alikuwa akitoka Yesu anafuata Lucifer. Sasa tukiendelea hapa anasema his countenance like those of the other angels was mild and expressive of happiness. His forehead was high and broad, showing a powerful intellect. Kama shetani katika kuumbwa kwake, sasa katika muonekano pia alikuwa na paji la uso pana. Paji la uso pana tafsiri yake katika lugha ya Biblia ni kuwa na uwezo wa akili. Ndio maana hapa anasema intellect, alikuwa na uwezo wa akili mkubwa. Yaani alikuwa na akili nyingi. Kwa ndio maana alivyoumbwa alikuwa na uso mpana. Kwa lugha nyingine hekima, alikuwa na hekima kubwa. Haya, anasema a special light beamed in his countenance and shone around him brighter and more beautiful than around the other angels. Alikuwa pia na mng'ao wa pekee kuliko malaika wengine. Yaani shetani, unajua mimi kipindi nilikuwa nafahamu kwamba shetani ana mapembe, na ukikutana naye labda hivi au kwa ambao wamewahi kumuona, anatoka damu mdomoni, anatisha na mavidonda, lakini sio kweli. Baada ya kukua nimepata neema, nimetambua kwamba shetani kama unavyosikia aliumbwa kwanza ni malaika, ila tu ameasi, ila asili yake ni malaika na umalaika wake haujabadilika. Lakini alipoumbwa aliumbwa katika muonekano unaovutia, lakini pia ana sura nzuri. Kwa lugha nyingine alikuwa anavutia, lakini pia ana sura nzuri na alikuwa na akili. Kwa hiyo kuonyesha shetani kwamba alikuwa na mapembe, sio yupo na matoka madamu, hizi ni video zinatudanganya. Kwa hiyo ni vizuri tuwe na muda wa kujifunza maandiko ili kuweza kung'amua ukweli ni upi na uongo ni upi. So alikuwa pia anatoa mwanga fulani wa pekee wa utukufu. Hiyo yote ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ukiendelea anasema yet Christ, God's dear son, had the preeminence over all the angelic host. Yani bado Yesu au mwana wa Mungu alikuwa na uwezo mkubwa kuliko hawa wote, lakini pia huyu Yesu alikuwepo kabla ya hawa malaika. Kwa hiyo Yesu na malaika, Yesu ni mkubwa. Yani kama kwenye familia, huyu ni kaka wa wote. Yani hao malaika walimkuta. Kwa kuwa wanadamu tuliwakuta malaika na Mungu alikuwepo na Yesu alishakuwepo. Kwa hiyo Yesu kwa lugha nyingine, yeye ni mwana wa Mungu, ni kaka wa hao wote walimfuata. Kwa hiyo Yesu yupo tangu kabla ya kuwepo hawa wengine. He was one with the Father before the angels were created. Yesu
alikuwa ni mmoja pamoja na Mungu kabla ya malaika kuwepo. Sasa hili tutajifunza zaidi hapo mbele tutakapofika kwenye mada kuhusiana na uungu au kuangalia uungu wa Yesu, uungu wa Roho Mtakatifu, lakini uungu wa Mungu Baba. Lakini tutaangalia Trinity kwa ujumla wake, kwa sababu ni miongoni mwa mada ambazo zinasumbua sana katika makanisa na imani nyingine tofauti tofauti zimekuwa zikitengenezwa debate katika kujadili kuhusiana na hiyo mada. Tutakuja kuangalia pia ukweli wa hiyo mada ni hipi. So hayo yanatusaidia kuona kwamba shetani alikuwa nani au shetani mpaka sasa ni nani. Kwa hiyo shetani kwa namna moja au nyingine tunapoenda kuhitimisha ni kwamba ni malaika ambaye alikuwa na nafasi kubwa kule mbinguni, akitokea katika kundi la malaika wanaitwa makerubi, malaika wa ulinzi, na yeye alikuwa na nafasi kubwa kule mbinguni au alikuwa na cheo kikubwa kuliko wale wengine malaika wengine kule duniani kule mbinguni samani. So malaika alikuja baadaye mbele aliasi. Ukisoma katika sura ya 12 ya kitabu cha Ufunuo utaona kulikuwa kuna vita kule mbinguni, Mikaeli na malaika zake na shetani na malaika zake. Baadaye shetani alishindwa. Ilikuwaje basi? Kwa maarifa zaidi kwa hicho ambacho nakuelezea, kwa sababu hapa sasa nimeshajibu swali kwamba malaika ni nani, shetani ni nani, na tumeshaona ni malaika aliyeasi. Sasa na kuongezea tu baadhi ya vitu ambavyo vitatusaidia zaidi pengine kupunguza maswali ambayo yanaweza kama yamejizalisha katika masikio yako, ili tuweze kufafanua vizuri na tuweze kujua vizuri ilikuwaje basi mpaka akafukuzwa, na ilikuwaje Mungu akamtupa shetani duniani. Na je, ni kweli Mungu alimtupa shetani duniani au ni makosa ya uandishi na ama uelewa wetu sisi wenyewe? Kwa sababu wapo ambao wanaamini kwamba shetani alipofukuzwa mbinguni alitupa duniani, kwa hiyo Mungu hatupendi ndio maana ametuletea shetani atutese. Lakini sio kweli, tutakuja kuthibitishia kwa maandiko. Kwa hiyo tunahitimisha kusema shetani ni malaika aliyeasi, na nafasi yake ilichukuliwa na nani? Ilichukuliwa na malaika mwingine baada ya yeye kufukuzwa kule mbinguni, ambaye anaitwa Gabriel. Haya mengine mapana yake mafafanuzi yapo katika vipindi vingine. Kama hujasubscribe, naendelea kukumbusha kuweza kusubscribe. Mada inayokuja tutaangalia asili ya dhambi. Kwa nini dhambi iliruhusiwa? Tukishatoka kwenye kwa nini dhambi iliruhusiwa, kwa kuwa tumeangalia shetani ni nani, na tuliona kwamba wapo wawili ambao wanahitaji kuabudiwa, na kilichofanya hata shetani kufukuza mbinguni ni kutaka kuabudiwa kutokana na uzuri wake aliokuwa nao. Itatupasa pia kuweza kumwangalia huyu Mungu ni nani, asili yake naye ipi, anajifunuaje katika maandiko matakatifu, na Mungu yupo katika nafsi ngapi, moja au mbili au tatu? Je, kuna miungu watatu mbinguni au miungu wawili mbinguni, au ni Mungu tu mmoja na mwana peke yake? Basi hapa katika chaneli yetu tutaweza kuyajibu hayo yote na mengine mazuri zaidi ambayo yatatuandaa kwa ajili ya kumpokea Yesu Kristo mara ya pili, basi yataweza kutolewa hapa kwa kadri ya neema ya Yesu Kristo itakavyotujilia. See you to the next video. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema.